lango la mwisho wa mwaka, kwa sababu sisi tunaona tu mwishoni mwa mwaka watu wanakufa zaidi. Mwishoni mwa mwaka makongamano ya miujiza, matendo makuu ya Mungu yanafanyika na watu wanapokea. Hata hauwezi kujiuliza kwamba mbona kwenye mwisho wa mwaka kuna kuwa na mlango mwepesi sana. Okay, jaribu kufikiri hivi. Ni kwa nini huwa unasema wewe hapo, huwa unasema nikiingia mwakani nitafanya 1 2 3? Ni kwa nini huwa unasema nikiingia? Utaingiaje mahali ambapo hakuna mlango? Najaribu tu kukufikirisha ili unielewe ninaposema mwisho wa mwaka ni lango. Na ndio maana huwa unasema nikiingia mwakani nitafanya 1 2 3. Utaingiaje kama sio lango? Utaingiaje bila mlango? Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba mwisho wa mwaka ni lango, na ni lango ambalo kibiblia sasa kwenye kitabu cha Zaburi 100 mstari wa 4 anasema ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Kwa hiyo kumbe kuna umuhimu mkubwa sana wa kushukuru kwenye mlango, na mlango ambao unauzungumzia hapa leo ni mlango wa mwisho wa mwaka. Una umuhimu mkubwa sana, lakini kwa watu wengi sana wanalaumu tu, wakiangalia yale malengo ambayo walikuwa nayo, jinsi ambavyo hawakuyatimiza, wanalaumu tu bila kujua kwamba ule ni mlango. Unapofika mlangoni, acha lawama. Ni saa ya kuleta shukrani mbele za Mungu aliye hai. Ni saa ya kuinua sauti yako kumwambia Mungu, nakushukuru sana. Hata kama sikufanikiwa kwenye jambo 1 2 3, lakini kwa ajili ya kuwepo na kushukuru. Yako mambo mengi sana ya kushukuru kwenye lango la mwisho wa mwaka, na nitajaribu kukuelezea kidogo ili Mungu akupe nafasi ya kutafakari na kuona vile vitu Mungu anataka ufanye kwenye lango la muda, ili unapofika kwenye msimu mwingine uwe na matokeo, kwa sababu kuna baadhi ya mambo hayawezi yakatokea kama shukrani haikuwekwa kwenye mlango wa muda. Narudia tena, kuna mambo hayawezi yakazaliwa kwenye msimu mwingine kama kuna aina fulani ya shukrani haikufanyika kwenye mlango wa muda. Bwana asifiwe. Kama unabisha, kawaulize wanaoenda kwa waganga wa kienyeji au wanaoabudu mizimu, mwishoni mwa mwaka lazima waende wakatoe sadaka ya shukrani. Unafikiri ile sadaka inafanya kazi gani? Sio bure. Okay, jaribu kufikiri, watu wengi wanakufaga mwisho wa mwaka. Unadhani kwa sababu gani? Hawafi kwa bahati mbaya. Ni kwamba miungu inadai damu, inadai sadaka, inadai shukrani. Sio, inaongea na mtu hapa. Ndio maana ni mzima tu, mtu alikuwa mzima kabisa, hana shida, ameokoka, anampenda Yesu, lakini miungu imetaka damu kutoka kwenye familia yao. Kwa hiyo kama hakukaa vizuri katika yale majira, kuna uhakika na kuna uwezekano mkubwa sana huyu mtu akaondoka. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa kama wewe unatamani kuona mabadiliko fulani ya msimu mwingine, lazima ujifunze kuleta shukrani mbele za Bwana katika mlango wa mwisho wa mwaka. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio maana ile Zaburi sura ya 100 mstari wa 4, tafsiri yake kuna mlango, na nitajaribu kuendelea mbele siku ya kesho, hatua kwa hatua, ili upunguze kulaumu kwamba uliweka malengo fulani
na hakuna hata moja ambalo limefanyika mpaka saa hii. Lakini umwamini Mungu kwamba Mungu ni Mungu. Shari na heri, Mungu ni Mungu, anabaki kuwa Mungu. Haamuriwi na kitu chochote yeye kuwa Mungu, anabaki hivyo, ni Mungu. Amekupa, anabaki kuwa Mungu. Hajakupa, anabaki kuwa Mungu. Habadilishiwi. Amekuponya, yeye ni Mungu. Danieli alipoingia kwenye tundu la simba